kwenye mapema ya sasa 99 yamekamilika. Madawati 6 tu bado katika awamu ya kwanza kupata hizo 200. Yaani yakipandana hivi. Yakibebana tumejipangia halmashauri, mkurugenzi kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya, tumejipangia kutengeneza madawati 3000 kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa shule za msingi na madawati 2394 kwa upande wa shule za sekondari. Kwa mwaka huu wa fedha tumejipangia kutengeneza madawati 3000 kwa shule za msingi na madawati 2394 kwa shule za sekondari. Na utengenezaji wa madawati haya upo kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni njia shirikishi ya kushirikisha wadau, ambapo wakala wa misitu TFS wameshirikishwa katika zoezi hili kupitia jitihada za Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyewe ili kuwezesha upatikanaji wa mbao kwa ajili ya utengenezaji wa madawati, lakini pia magogo yaliyokuwa sized yanaitwa sliper, mabanzi na magogo yenyewe kama rasilimali za mbao ili kuwezesha zoezi hili la madawati. Zoezi hili limekuwa na mafanikio makubwa katika kipindi hiki cha mwezi Januari hadi Aprili, ambapo kwa sasa tuna jumla ya mbao 761 ambazo zimekwisha patikana kupitia programu hii, sliper 86, lakini tuna magogo pale 12 na mabanzi 273. Kuhusiana na utengenezaji wa madawati sasa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni kwamba halmashauri ya manispaa ya Mpanda imetenga jumla shilingi milioni 100 za utengenezaji wa madawati, milioni 50 kwa ajili ya shule za sekondari na 50 kwa ajili ya shule za msingi. Sasa utekelezaji wenyewe, kazi ya utengenezaji wa madawati kupitia taasisi ya VETA na wazabuni ndio njia mbili pia tunazozitumia ili kupata madawati. Nikianza na utaratibu wa kupitia VETA, ni kwamba zoezi la utengenezaji wa madawati katika kituo cha VETA linatekelezwa kwa kupeleka mbao zinazopatikana kutokana na wadau na kuwezesha upatikanaji wa madawati kwa gharama nafuu. Hadi sasa jumla ya madawati 248 ya shule za msingi na madawati 20 kwa ajili ya shule za sekondari yamekamilika kwa kipindi cha Januari hadi Aprili na kugawiwa mashuleni. Zaidi ya hayo, mpaka kufikia tarehe ya leo, tarehe 9, tuna jumla ya mbao 297 ambazo ziko VETA. Zoezi la utengenezaji wa madawati linaendelea. Nikija utengenezaji wa madawati kupitia wazabuni, kama nilivyosema, tuna njia mbili. Katika njia hii tunao wazabuni wawili ambao walishinda tenda ya kutengeneza madawati. Mzabuni mmoja kutengeneza madawati kwa upande wa sekondari kwa milioni 50 na mwingine kutengeneza madawati upande wa shule za msingi. Kwa madawati ya shule za msingi tunategemea kupata 714 kupitia programu hii na 719 kwa ajili ya shule za sekondari kupitia programu hii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hapa ulipo ni sehemu ambapo umekuja ujionee mwenyewe programu hii ya utengenezaji wa madawati kupitia wazabuni. Umekuwa na phase mbili. Awamu ya kwanza ya madawati 200 ndo haya ambayo yako. Sasa kwa kweli, pamoja na jitihada hizo ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya katika wilaya yetu ya Mpanda, na nitapenda kuchukulia mfano mmoja. Kuna shule moja hapa, Mheshimiwa Katibu, hiyo katika hizo shule za msingi zilizoanzishwa mwaka huu, darasa la kwanza peke yake wanafunzi wameandikishwa wanafika 673. Ni darasa la kwanza, ambao ukiangalia darasa la kwanza ni sawa na wamesha meza shule nzima katika hali ya kawaida. Sasa hata katika makisio ya serikali tunapokuwa tunaandikisha, huwa kuna yale makisio ya uandikishaji au makadirio yale ambayo tunakadiria. Katika hali ya kawaida huwezi kukadiria darasa moja utapokea watoto 600, hapana. Kwa namna ya wilaya yetu ilivyo, angalau unaweza ukafika 200, kwamba kwa darasa la kwanza angalau 200 wanaweza wakafika hapo. Hatujagusa darasa la awali ambao wanaandikishwa. Kwa niseme elimu ya msingi, elimu ya sekondari katika wilaya yetu hasa ya msingi, watoto ni wengi sana.
Kwa hiyo najaribu kuona hata Mheshimiwa Rais asingeleta hizi shule mpya 3, hali ingekuwa ngumu. Kiasi hizi shule mpya 3, kuna vyumba vya madarasa vimeongezwa na hatimaye tukiweza kuanzisha shule mpya pia za msingi kupitia fedha hizi ambazo Mheshimiwa Rais anatuletea. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hiyo kazi kubwa ya kuboresha miundombinu ya elimu katika wilaya yetu ya Mpanda. Lakini Mheshimiwa Katibu, tunashukuru pia wananchi wa wilaya Mpanda. Wapo baadhi ya wazazi kwa kweli na wao wanabeba ili jukumu kwamba na wao kama wazazi wanaunga mkono juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na wenyewe pia wamekuwa wepesi kwenye kuchangia. Wanachangia kwenye miundombinu, kwa mfano kama hivi kutengeneza madawati, viti na meza. Wapo ambao wanatengeneza kwa hiari yao wenyewe. Serikali hatulazimishi mzazi kutengeneza kwa sababu sera haisemi hivyo. Kwa hiyo wamekuwa wakiunga mkono kwa kutengeneza wao wenyewe. Lakini pia tunawashukuru sana halmashauri, kila mwaka wanatenga fedha, Mheshimiwa Katibu, kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanakaa kwenye vyumba vizuri, lakini wanakaa kwenye viti na meza pamoja na kwenye madawati. Kwa hiyo kadiri ya kila mwaka wale watoto wanaomaliza la 7 ukiwaweka na wanaokuja kuanza la kwanza, unaweza kukuta hata ni mara 3 ya ambao wanaanza darasa la kwanza. Kwa hiyo bado pamoja na hizo jitihada za Mheshimiwa Rais za wananchi wetu kuunga mkono, halmashauri kutekeleza, bado hatujaweza kusema kwamba changamoto ya madawati tumeimaliza kwa 100%. Lakini nikiri kwamba ipo hatua ambayo imepigwa kubwa tu. Shida kwetu huku pia watoto ni wengi. Sasa hiyo sio shida, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio inaonyesha uhai wenyewe pia wa taifa tunapokuwa na watoto wengi. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu, baada ya kuona hiyo pia pamoja na mkurugenzi kwa anatoa fedha, lakini na ofisi ya mkuu wa wilaya na sisi tuliingia jumla kuona kwamba lazima hii changamoto tuitatue. Tunayo misitu mingi, lakini pamoja kwamba misitu ina sheria zake. Hatuwezi kuwa na misitu alafu tukasema tunakata misitu tu. Misitu ina sheria zake na taratibu zake. Tunao wadau wazuri kabisa wa maendeleo ambao wamekuwa wakituchangia. Kwa na sisi tuliona tuanzishe hiyo program ya kuwashirikisha wadau, hasa wadau wa uvunaji wanaovuna katika wilaya yetu ya Mpanda. Watusaidie mbao, watusaidie slipa, watusaidie magogo ambao na sisi yale tukiyapata yanachakatwa kama alivyosema mtaalamu, yanachakatwa, zinapatikana mbao, zinatengeneza madawati. Kwa na mimi kwa kweli niwashukuru sana wadau wa wilaya Mpanda. Hili zoezi tumelianza toka mwaka jana na bado tutaendelea nalo kwa sababu ni endelevu. Kwa hiyo niwashukuru na niwaombe tu kwamba zoezi la kupata mbao, kupata magogo, kupata slipa, kupata nyunzi yoyote inayotusaidia sisi kupata dawati na kiti na meza itakuwa ni zoezi endelevu. Kwa hiyo niwaombe sana kadiri wanavyotoa kila mwaka na kila mwaka pia tutaendelea kuwafikia. Kwa hiyo niwaombe wasichoke. Sasa Mheshimiwa Katibu, kama nilivyosema hapo awali, hii changamoto ya ukosefu. Ndugu mkuu wa wilaya, kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake za maksudi kuhakikisha kwamba watoto wanasoma kwenye mazingira mazuri na maeneo ya kujifunzia yawe bora. Tunamshukuru kwa shule hizo 3 mpya ambazo ametuletea, zimepunguza sana msongamano wa wanafunzi. Lakini pia tunashukuru kwa pesa nyingi alizotuletea sisi kama wilaya ya Mpanda, ambapo tuna halmashauri 2, leo tuko manispaa. Juhudi za kupata madawati, tukushukuru wewe binafsi kwa maana ya serikali, lakini tumshukuru mkurugenzi mtendaji kwa maana ya manispaa, lakini na halmashauri ya Nsimbo pia. Juhudi hizi zinaendelea. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, swala la madawati tusiposhirikisha hatuwezi kufanikiwa. Wadau wanajitokeza kutokana na ushirikishwaji. Mmewashirikisha vizuri,
wanajitolea kwa moyo na serikali na waunga mkono. Uzalishaji umezidi mapato yetu, maana yake watoto ni wengi. Uzalishaji kwa Mpanda unaonyesha kwamba watoto ni wengi. Kama unaanzisha darasa la kwanza lenye watoto 600, yani kama ni makisio yamepindukia kuliko makisio yetu, lakini haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumuombe, tumtie shime Mama Samia Suluhu Hassan.